wastahili kuabudiwa, wastahili, wastahili kuabudiwa, wastahili wewe Yesu, wastahili kuabudiwa, unastahili Baba, wastahili wewe, unastahili kuabudiwa, wastahili Yesu, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana wewe, unastahili kuabudiwa Yesu, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kupewa sifa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kwetu Bwana Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu wa mabwana wewe, unastahili Mungu wangu Yesu wewe, unastahili kwetu Bwana Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona Yesu, sijaona kama wewe, sijaona una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona wewe una nguvu namna hii, mama, sijaona wewe, sijaona kama wewe, sijaona wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, Baba, wastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili kuitwa Bwana wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa Yesu, unastahili kuitwa Yesu, unastahili Baba, wastahili wewe, unastahili Mungu wangu Baba, unastahili Yesu wangu wewe, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuitwa jina, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, wastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, tunakuabudu, tunakuinua, tunakupenda Yesu. Ukatuandae Bwana siku ya leo, ukainua imani zetu Baba, na ukaponye mioyo zetu. Tunakushukuru, tunakuinua kwa jina la Yesu, tunakupa maabudu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusongee tu mbele, tusongee tu, hizi viti ni zenyu, hizi viti ni zenyu. Praise God. Nipungie tu mkono. Mko salama? Mko poa? Mko poa? Ama mmepigana kwa ndoto? Unajua mnakaa mmepigwa kwa ndoto, mmepigwa, yaani inamaanisha mmeshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamepigwa leo? Wangapi wamekimbia leo? Hamujakimbia? Wangapi wamekula kwa ndoto? Hamujui, si ndio? Pengine mlifanya, mnakaa mmechoka, pengine mlipewa jembe mkalima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nipungie tu mkono. Mko sawa, mjapigwa, si ndio? Mko sawa. So karibuni sana. Na washukuru kwa kufika kwenu.
tutaendelea na ibada yetu hata kama mtumishi yuko barabarani anakuja, lakini tunaendelea na ibada zetu. Bwana Yesu asifiwe. Leo nilikuwa na jambo tu la himizo, na ningependa tuhimizane kama wapendwa ama kama mandugu na madada. Leo nilikuwa nataka tusome ile topic inasema learn to stay with others. Jifunze kuishi na watu. Ambia jirani yako hivyo. Muulize, je, unajua kuishi na watu? Amesemaje? Anajua? Unajua kuna wengine hawajui kuishi na watu, kila mtu wanamsinya tu. Ushawaipata tu, yani kila mtu tu ashambo. Sasa huyu ataishi na nani? Haleluya. Wapendwa, sisi kama wana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa wana wa Mungu. Haleluya. So sisi kujifunza kuishi na watu tunahitaji neema. Kitambo ujue kuishi na watu wa tabia fulani unahitaji neema. Bwana Yesu asifiwe. Na saa zingine unapata huyu mtu mwenye anakuboa akona maana mali fulani, hata kama ni kwa kijiji. Praise God. Akona maana. Haleluya. Unaweza pata hata alikuwa na wabo, lakini pengine yeye alikuwa anakimbishanga mchawi usiku. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa na courage, lakini anakuboa tu. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, tunahitaji nini? Kitu ya kwanza, kitambo ujue kuishi na mtu unahitaji ile neema. Wanadamu waliumbwa tofauti, na wewe hakuna ile siku utakuwa mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ile siku utakuwa huyo mtu. Hakuna ile siku atakuja akuwe wewe. Kwa sababu hata ukitaka kukua mtu fulani, pengine unataka kukua tajiri fulani, pengine huyo tajiri hata havaangi viatu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. So ndio kitambo utake kujua kuishi na watu unahitaji neema. Kitu kingine ya pili, ndio kitambo uishi na vitabia fulani unahitaji patience. Patience inaitwa nini kwa Kiswahili? Uvumilivu. Praise God. Wangapi wao wanavumilia? Vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu. Bwana, naomba unisaidie. Uvumilivu. We need to be patient for us to stay with with different characters. Kwa sisi kuishi na watu wa tabia fulani tunahitaji uvumilivu. Mpendwa, kukuwa na uvumilivu pia ni neema. Praise God. Ushawahi ishi na, wacha tuseme, a relative. Bwana Yesu asifiwe. A relative mwenye anaendanga opposite na the way unataka iende. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe ukitaka muende hivi, yeye anaenda kivyake. Kwa sababu gani? Si yeye ni mtu wa kina Bwana, utamfanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuvumilia. So unapata watu, yaani kubadilika pia ni ngumu tu, na wanafanya hivyo pia wakuchokoze wewe, waharibu hiyo uvumilivu yako, wanakuchokora, wanakuchokora. Bwana Yesu asifiwe. Uvumilivu. Hata wewe kama mama wakuletea mtoto mwingine,
Unaishinga ukivumilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyo mtoto anakujanga na katabia fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hata anaweza kukupiga. Si ni ukweli? Ama nadanganya? Ni ukweli. So kuna vitu zingine ndio kitambo ujue kuishi na watu, tuna need kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Kuvumiliana. Mvumilie. Hata kama anafanya aje, mvumilie. Uko na mume, huyo mume pengine ni mlevi. Praise God. Akiingia kwa nyumba, ile miguu hata anaweza panda kwa kitanda na kiatu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendo, kama wewe si mvumilivu na wewe pengine ni mtu wa kuanza vita, hapo ndio ndoa wewe inasambaratika. Bwana Yesu asifiwe. Pengine wewe ni ule mtu mwenye ukikasirika haraka ngumi umerusha. Bwana Yesu asifiwe. So unapata mume mlevi ameingia, anapanda hiyo kitanda, umepatandika hapo duvet ya white, anatapika hapo. Kama ni wewe utafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaishi kwa kuvumilia. Hata sasa ukiuliza tu mtu, wewe ukimwona nje anakaa kwa sawa, lakini ukimuuliza unaishingi aje hivyo, anakuambia ni kwa neema na uvumilivu. Amevumilia. Haswa kina mama. Mama, simejipigia kwa makofi. Unajua uzuri, tuliumbwa na ile roho ya kuvumilia. Tunajua kuvumilia. Lakini wangelikuwa wale wengine hawajui kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui. Watu wa mama huwa tunavumilia. Mtu akianza kukuambia story yake, utamhurumia, unasema wacha tu, yani wacha Mungu aitwe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kwa kuvumilia inafanya unajua kuishi na watu. Kuna watu wengine mtu akikupea akikwambia ishi na huyu hata wiki moja utakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kuvumilia. Hallelujah. Another thing ni kuelewa, ku understand. Yaani kuelewa hao watu ama hiyo kijiji ama hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuishi na watu ama na mtu ama na character fulani, lazima ukutane na hiyo character. Wapendwa, hakuna vile hata utasema leo acha ni unasema nimeishi mji ya scheme. Hapa hii scheme watu wananichukianga tu. Utatoka uende tena kijiji kingine, tena utakutana na the same character. Bwana Yesu asifiwe. Ama unakutana na the worst. Bwana Yesu asifiwe. So once umekaa na watu wageni ama once umekutana na watu kitambo, uanze kujifunua, you need to understand them. Hallelujah. Ukienda kama tuseme ni Pokot ama ni wapi, kuna sehemu zingine kama kupika mboga na mafuta hawajui. Unaona? So inafaa pia wewe ujue kuflow nao, understand. Hallelujah. Understand them. Usiende huko unaanza kuleta ujuzi yako, kwetu tunafanya hivi. Ukienda tu kwa Roms unafanya vile unafanya, and you get to understand them. Ukienda mahali kama umepata mahali pa kazi, anza kusoma hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Waelewe. Praise God. Ushayepata ukienda mahali, yule mtu mwenye anakukaribishanga wa kwanza, hata mkaangi na huyo mtu hata mwezi mmoja. Si ni ukweli? Ule kimbelembele, yani umeshaingia mahali pageni, alafu yeye ndiye anakuwa kwanza na kukaribisha. Nataka utie macho. Huyo mtu hata muendangi na yeye hata mwezi, anakuanga yani ameshaonyesha the character, alafu imetokea, alafu ampata nani tena na mtuka huyo, mbona wachana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ambia rafiki yako ama ambia jirani, elewa watu, understand them. Bwana Yesu asifiwe. Understand them. Waelewe wanataka aje. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ukienda mahali pengine pia unakuwa na ile amani. Unajua wewe mwenyewe ukileta amani, pia wewe mwenyewe utakuwa na amani. Praise God.
Ukikosa amani, unaona hata ukiona mtu anasema ati nimekonda, alafu unapata mwingine amekonda akikula anoni. Wacha niwaambie kitu yenye wewe inanonesha watu ni amani. Unaona ukirelax tu, utulie tu, hakuna disturbance. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza tu kunaona pole pole. Yaani hakuna penye inasikia stress, hakuna tumbo inauma, hakuna wapi. Mwili inakubali. Ama nadanganya. Chakula inoneshi. Si ndio? Peace of mind. Yaani umeunderstand mtu. Umevumilia. Umeitisha neema. Alafu yani wewe mwenyewe ukijipenda, yani ushaina ujipende kwanza, that love. Praise God. Ukijipenda, hakuna siri mzuri kama kujipenda. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukikosa kujipenda, upende watu, watakuangusha. Hallelujah. Wewe usemange tu mimi nataka kupenda Pastor Linda. Pastor Linda atageuka. Bwana Yesu asifiwe. Because I'm a human being. Lakini wewe self love, wewe mwenyewe umejipatia amani, alafu umejipenda. Praise God. Unaona tukijipenda, upendo kwa wengine na kwa automatically. Hallelujah. Praise God. Kwa nini watu wanajiua? Kwa sababu hawajipendi. Anajiona anaona mimi sifai. Anajiona mimi nakaa kwa hii dunia kwa nini? Praise God. Lakini ukifuata tu hizi the ways, unajiuliza tu, how can I stay with these people? How can I bear with others? Nitasikizanaje na watu wengine ili niishi na amani? Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndo mambo ambayo tunahitaji. Labda nitawasomea kitabu cha Wakolosai 3. Wakolosai 3. Tutaanzia 12 na 13. Wacha tuone vile Biblia inatuambia. Basi kwa kuwa nimekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo ya rehema. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa kusamehe. Tena ukitaka kuishi na watu, you learn to forgive. Usibebe watu kwenye mioyo. Unaweza beba tu mtu, wanasema siku hizi maisha, nilisoma article fulani ati siku hizi maisha ni ngumu. Ikifika saa 6 utoke tu umekazwa kidogo, unakwenda haja ndogo, usingizi imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Usingizi imeisha. Yaani sasa ulijilaza kidogo, ukasema sasa wacha nilale nimeshao. Lakini ukikazwa tu na haja ndogo saa 6, ukirudi kwa kitanda no sleep. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Shida ni mingi. Praise God. So hata tukikosewa, tusiweke watu kwenye mioyo. Ikifika saa 6 usiku, sasa usingizi imeisha, umeanza kukumbuka, huyo Pastor Linda aliniongelesha vibaya, ameniumiza moyo sana. Bwana Yesu asifiwe. Alafu unasikia kama moyo inauma. Inagonga tik tik tik. Kwa sababu tu huyo mtu mmoja. Let us learn to forgive. Kwa sisi kuishi na watu kwenye umoja ama uzuri, yafaa ama yapaswa tusamehe. Tunaendelea nasema utu wema, yani good character. Si ndio? Praise God. Utu wema, unyenyekevu, kunyenyekea. Naongezea tu zile zingine. Bwana Yesu asifiwe. Kunyenyekea. Tunaweza ishi aje na watu unanyenyekea? Bwana Yesu asifiwe. Sasa zingine ndio kiburi inasaidia mahali fulani, lakini ingine unanyenyekea. Mayouth wanasemanga unaficha white. Bwana Yesu asifiwe. Wao mnaficha white. Praise God. Unaficha white alafu unasema wacha niweke hii Biblia yangu chini,
utanijua mimi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Ama anasema huyo mtu nikiweka wokovu yangu hapa chini atanitambua. Praise God. Tunanyenyekea. Kitu kingine Biblia inasema upole. Upole. Kuwa mpole. Hallelujah. Wanasema kuwa mpole upate. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Another thing ni uvumilivu. Kuvumiliana. Bwana Yesu asifiwe. Kuvumiliana. Hata wenye wako kwa serikali na Ruto wanamvumilia. Tunavumiliana. Praise God. Mstari wa 3 inasema mkichukuliana. Kuchukuliana ni stand for each other, si ndio? Kusimama, yani ni kutetea ama ni kuchukuliana. Unaona? Yani hii kitu yenye huyo anapitia ni yetu wote. Si ni ukweli? Yani kuna mpendwa fulani, kuna maisha anapitia. So unasema dada fulani ama dada Linda kuna mambo anayapitia. Na hii mambo anapitia ni yetu wote. So ikiwa yetu wote, tunashikana, tunachukuliana, tunasaidiana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mimi nilisema wapendwa, saa zingine kwa church mtu akikuja akiniambia leo nililala njaa, na wewe kama mtumishi ama kama mtu wa kanisa unamwambia, Mungu atakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Tunachukuliana. Ndio kuna maombi. Alafu si uko na unga, si uko na nini? Chukuliana, mwambie usilale njaa. Leo fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kuchukuliana. Tukiendelea nasema na kusameheana. Hiyo tumeshaongelea. Forgive each other. Kama umeshika mtu kwa roho yako, huyo mtu atakuletea pressure. So kitu utafanya ni kumwachilia na kumsamehe. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyo wasamehe ninyi, vivyo hivyo na ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda ku point fingers, blame. Kama huyu angeniambia hivi, singelikuwa hivi. Kama angeniambia hivi. Yani we blame, we put blame. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hallelujah. Hata mimi naambia wa teenagers hawa wasichana wadogo, wewe mwenyewe ulijipeleka ukapeana mimba, ukapeana ati ni mapenzi, ukapata mimba. Sasa inafika mahali kinaumana, unaanza kusema kama sio huyo kijana ningekuwa nimemaliza shule, kama sio, blaming each other. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. So tukue wa kusamehe. Ilifanyika ndio, bora isirudie tena. Si ni ukweli? Bwana Yesu asifiwe. Mko sawa? Mko sawa? Nimewaingilia sana. Tunafunzana, si ndio? Wacha tuinamishe vichwa vyetu tuombe. Baba Mungu, tunasema ni asante. Tunakutukuza, tunakuinua. Asante kwa neno lako la siku kwenye kitabu cha Wakolosai 3:12-13. Baba, umetuelekeza, umetuonyesha njia ya jinsi tunaweza kuishi na watu Baba. Nasi tunashukuru, tunasema ni asante. Mungu wangu, kama kuna mahali hatukuishi vizuri, tunaomba Bwana ukatusafishe, ukatuoshe na ukatuelekeze Dadi kupitia kwa neno lako. Tunasema ni asante Baba. Tutie nguvu Dadi, tufunike na damu ya Yesu, tupatie neema Dadi, tupatie uvumilivu Baba ya kuweza kuishi na watu Dadi, ya kuweza kukaa ndani ya watu. Tupatie moyo wa kusamehe, tupatie moyo wa uvumilivu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Asante kwa neno lako Baba. Neno lako limetuhimiza, limetujenga. Tunakutukuza, tunakuinua kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante Yesu. So tutaendelea. Mumechukua namba? Mumechukua kadi? Yes.
tutaendelea tukingoja mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Unasema unajifunza kuishi na watu, si ndio? Hata ukiona mtumishi mdogo, do not despise that person. Paulo na Timotheo, watu walikuwa naona Paulo wanamuona kama ni kijana mdogo, lakini Timotheo anasema Timotheo akisema tunasikia, lakini kafika mahali wakaona kama huyu Paulo huyu si alikuwa anaua watu huku, atatuambia nini? Bwana Yesu asifiwe. So we don't despise, lakini tuinue imani zetu na itakuwa yenye baraka kwa Mungu Baba. Asanteni sana. Mungu awabariki, Mungu awalinde kwa jina la Yesu. Amen.